Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Nataka tusemesane katika mji wa Sodomu na Gomora. Nataka tuelewe kuna mambo ilikuwa inaendelea katika Sodomu na Gomora, ambapo mambo ilikuwa imejificha. Hata Ibrahim nabii wa Mungu hakujua, mpaka Mungu mwenyewe akakuja kumwelezea. Na Mungu alimuelezea kwa nini? Juu Lutu waliotoka naye katika familia yao, wakati walikuwa wapelekani, alimwambia toka nje, chagua nchi unaotaka. Alichagua hiyo nchi Sodomu na Gomora. Kwa hivyo Mungu akataka kumwambia ile nchi chenye kimejificha. Kuna mambo inafanyika katika ngisa, katika wachungaji, katika wanandoa, taifa nzima kuna mambo inakuwa ikijificha. Na nilisema Mungu unena na ishara zake tutakuwa tunaziona. Ifanyikapo kwa ngisa Mungu anaweka kwa wazi. Katika ile nchi watu hawakuwa wanaabudu Mungu. Katika ile nchi watu walikuwa hakuna ndoa. Wanandoa ni kahaba wote. Katika ile nchi hakukuwa na mtoto ama mzee ama mama. Wote walikuwa ni uchafu mtupu. Katika ile nchi kulikuwa wazee wanaoana, wamama wanaoana. Kwa hivyo ile nchi kulikuwa kuchafu. Na kile kinanistuanga aliangamiza, kwani hakukuwa na makanisa. Ina maana walikuwa, lakini wako wanafanya kazi ya Mungu vile Mungu alipowaita. Nataka mkumbuke Mungu akimbii na achelewi. Anatupea muda wa kubadilika. Anatupea muda wa kutubu. Anatupea muda wa kumurudia. Lakini je, akikasirika atatufanya kama Sodomu na Gomora? Akapita kwa Ibrahimu, akaandaliwa pale na akatabiri pale. Akamtabiria baraka akiwa na mkewe. Na wakiwa pale na malaika wakaambiana, tuambie Ibrahimu kwenye tunaenda. Akaambia Ibrahimu, naenda Sodomu na Gomora kuiangamiza yote. Katika huo mji nasikia unanuka vibaya na siutaki kuona tena. Ibrahimu akahuzunika, maana alijua kuna watu wetu pale. Akanyamaza, akauliza Mungu swali. Nikuulize swali mwalimu, ukipata watu 10 utaimaliza? Akasema hapana, lakini hawakuwa 10. Can you imagine? Na kulikuwa na wachungaji. Akamuuliza ukipata 5 utawamaliza? Akasema hapana, sitawamaliza. Lakini hakuwa hata hao 5 hawakuwa. Hata hao 5 hawakuwa. Hata hao 5 hawakuwa. Akamuuliza